Janga kubwa zaidi barani Afrika ni kwamba ukithubutu kusimama na kutetea kilicho sahihi, unaweza ukaishia kujuta na kuharibiwa. Waafrika wachache wenye busara na akili wezi waliojaribu kuelimisha wapumbavu hawa kuhusu ustaarabu wanakutana na mabaya zaidi. Wanasukumwa kwa nguvu ukutani, wanyamazishwa na wengine kuuawa. Kwa sasa kila mmoja wetu ameona kivitendo kuwa weusi na Waarabu hawawezi kujitawala. Wapeni bunduki watauana. Watu weusi na Waarabu hawafai kitu kingine ila kufanya kelele, kucheza, kuoa wake wengi, ulevi, uchawi, kufanya ngono, kujifanya kanisa, wivu, kupigana na kulalamikia uongozi mbaya, lakini bado kukataa kuchukua hatua madhubuti na kupinga kuwaondoa wanyang'anyi kwenye nafasi ya madaraka. Sote tukubali kwamba mtu mweusi ni ishara ya umaskini, uguni wa akili, uvivu na kutokuwa na uwezo wa kihisia. Ili kufanya mambo kuwa mabaya zaidi, anaweza kufanya kila liwezekanalo kutetea upumbavu wake. Wapeni pesa za maendeleo, watapigania na kujitengenezea chuki na uadui. Wachimbieni visima vya mafuta na hawatakuwa na amani siku zote za maisha yao. Kwa mfano, ona kinachoendelea Nigeria, nchi iliyobarikiwa kuwa na rasilimali nyingi, Sudani Kusini, Malawi, DRC, kwa kutaja machache tu hayo. Hii inathibitisha kuwa mtu yeyote pamoja na mjinga kwamba Waafrika hawajui wanachotaka. Je, hii haikubaliki? Ni kama nyani wanaotafuta ndizi ambayo tayari inararua dunia nzima. Kwa hiyo mzungu ameumbwa kumtawala mtu mweusi. Waafrika watakuwa na ndoto za mchana daima. Na huyu hapa kiumbe mtu mweusi amekosa kuona mbele, ila anaona tu yaliyo karibu yake na bado anashindwa kujua nini cha kufanya. Mtu mweusi ni mjinga kiasi kwamba hawezi kupanga maisha yake zaidi ya mwaka mmoja. Kwa hiyo wanawezaje kukua na kuishi maisha marefu zaidi? Rushwa katika nchi za Magharibi na Uchina ni chukizo kubwa, lakini kwa Afrika ni kubwa sana kiasi kwamba pole pole inakuwa njia inayokubalika katika maisha. Aibu, sivyo? Aliuliza Trump. Wanaimba na kushangilia viongozi wao wa kisiasa mafisadi. Wanaabudu viongozi wao wa kidini waliojawa na kashfa kama miungu yao. Usije ukasahau kwamba hawa wanajiita Waafrika, wanasifu, wanacheza na kuombea watu waliofukarisha, na wanakuja kuficha nyara zao Ulaya na Marekani. Alafu kuna mjinga yupi anaibisha kuwa mtu mweusi hakuzaliwa ombaomba? Anakuwa ombaomba, anaonekana ombaomba, anaumwa kama mwombaji, anakufa akiwa ombaomba. Hii inathibitishwa zaidi na hii hoja. Na shangani kwa nini hata mpaka sasa Waafrika wengi bado wanaenda shule kwa nguvu, na walio shuleni ni waathirika wa madawa ya kulevya tu, hawajui kilichowapeleka huko. Huu ni ujinga wa ujauzito wa bara la Afrika. Mwili wa Afrika ni ardhi yenye rutuba sana kwa magonjwa yote duniani, kwa sababu hawaogopi hata ukimwi na kadhalika. Hii inaniachia swali, je, macho yameumbwa sawa na Waafrika hao? Nasikia bado kuna tamaduni barani Afrika zinawakataza kutumia vyoo, jambo ambalo linaniudhi sana. Walililia uhuru lakini wameshindwa kujitawala. Kwa hakika kuwa Mwafrika ni ugonjwa usiotibika, hata maombi hayatoshi. Wana madini lakini hawawezi kufanya chochote. Kwa hiyo tuende wazungu Afrika tukachukue tunachoweza na kuacha kisichokuwa na manufaa yoyote. Umaskini ni ugonjwa kwa wazungu, lakini kwa weusi ni jambo la kawaida sana. Angalia kile kinachoendelea kwa sasa katika bunge la kitaifa la Nigeria. Wabunge wanarekebisha katiba ili kujipendelea wenyewe kwa gharama za Nigeria milioni 200. Utawala huo hasa unautazama, je, una mpango wa kiuchumi? Badala yake ni propaganda za uongo yenye sifa ya chuki na uwindaji wa wachawi na umaskini. Wengi wa wabunge hao ni waporaji wa hazina za taifa ambao ni tasa kifikra, lakini wanatumia mali iliyopo kiharamu kuwakandamiza raia wa nchi hiyo. Na sijamaliza, wacha niwaambie Waafrika kwamba kabla hamjakurupuka na kuniita mbaguzi wa rangi, chuki dhidi ya watu weusi au neno lolote mnalotaka kutumia dhidi yangu, first track run corruption, ugaidi wa kutisha, ukabila, umaskini,
ukosefu wa ajira, magonjwa, kutokujua kusoma na kuandika, ujinga na ukosefu wa usawa, mambo ambayo yako bara zima linakaribia kuporomoka. Nichukie au nipende, sijali. Najua huu ni ukweli mtupu ambao hautowahi kuona mwanga wa siku kwa uoga wanaogopa kuambiwa jinsi ilivyo. Trump amekuwa ni rais ambaye mara zote amekuwa pepesi macho juu ya viongozi wa Afrika, juu ya tamaduni za Kiafrika, akieleza kwamba Waafrika wanapaswa kujisimamia na kujitawala vizuri kwa kufuata demokrasia, lakini pia kuzingatia rasilimali zao, kuzigeuza kuwa fursa na kujitawala wenyewe bila kutegemea misaada. Na ndio maana miongoni mwa hatua alizozichukua ni nchi ya Marekani kusitisha misaada yake katika shirika la afya duniani, na kama haitoshi amesitisha misaada yake katika shirika la wakimbizi duniani, huku akitaka Afrika iweze kujisimamia na kuwataka Wanaafrika kutumia demokrasia kuwapata viongozi ambao wanaamini wanaweza kuleta maendeleo katika nchi zao. Kuhusu swala la amani, tunapaswa kujitafakari. Tanzania tutaidumisha amani tukiheshimu, kuzisimamia na kuziruhusu haki za watu